kuhusu masuala mazima ya ndoto. Watu wananipigia simu wanasema kwamba tuelezee ndoto zina maana gani. Kuna baadhi ya ndoto mtu anaota, lakini katika kuota kwake anakuwa yupo katika hali fulani. Yupo katika hali fulani ya kutokuelewa maana yake ni kitu gani. Anakuwa na maana haelewi, anaota lakini akielewi anachokiota ni nini. Au anaweza akaota akakielewa alafu akaamka akakisahau. Au labda anaweza kaota akishaamka tu anasahau moja kwa moja kwamba alikuwa anaota kitu gani. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana watu wengi wanalo. Lakini leo nitaelezea kwamba mtu anapokuwa anaota labda anapaa. Mtu yupo katika ndoto anaota akiwa anapaa juu. Au labda mtu anaota anakimbizwa na watu katika ndoto, alafu akimkaribia kumgusa au kumshika anajikuta anapaa. Anakimbia. Alafu tena wakimkaribia anapaa. Wakimkaribia anapaa. Watu wengi wanakuwa wanashangaa, wanasema kwa nini mimi napaa usiku? Au labda mimi ni mchawi, au mimi ni mwanga, au labda natumika. Sasa leo tutaongelea hiyo ndoto ya kupaa. Nisikilize kwa makini sasa. Anakumbuka anapokuwa anaota, lakini akiamka tu, yaani akiamka usingizini anasahau. Mwingine anaiota anaikumbuka, lakini hajui maana yake ni nini. Yaani anaota anakumbuka, lakini maana yake hajui ni kitu gani. Kuna mwingine anaamka usiku anaota, lakini ndoto zinakuwa za kutisha. Sasa kule kutisha anaona kama vile ni vigumu sana kuielezea hiyo ndoto. Anakuwa anaogopa jinsi gani. Na asilimia kubwa ndoto ni hali ya mtu ambayo inakuwa inamuonesha labda yeye ni nani, au labda yeye anaelekea wapi, au labda yeye anakuwa nani, au ni kitu gani ambacho kinachokuja mbele yake katika maisha yake ya kila siku, au katika maisha yake ya baadaye ni jambo gani ambalo litafuata. Na tukikumbuka katika vitabu vyote vya Mungu, kichukua Qur'ani tukufu alafu kaangalia na Biblia takatifu, unakuta Mungu aliongea na watu kupitia ndoto. Na Mungu alikuwa anawapa watu taarifa mbalimbali kupitia ndoto, ambazo ndoto hizo ndizo zilikuwa zinaleta mustakabali wa maisha ya baadaye ya mtu, au maisha ya baadaye ya taifa, au maisha ya baadaye ya mfumo mzima wa hali halisi jinsi inavyoenda katika maisha ya mtu husika. Kwa hiyo ndoto ni picha halisi ya maisha yako. Ndoto ni picha halisi inayoelezea wewe unaenda wapi. Ndoto ni picha halisi inayoelezea kwamba wewe unatokea wapi. Ndoto ni picha halisi inayoelezea kwamba wewe unatakiwa ujihadhari na vitu gani, uishi katika mazingira gani ambayo ni sahihi katika ulimwengu wa roho kwa upande wako, ili kusudi viweze kukuletea mafanikio, kwa sababu mafanikio huaga yanavutwa kwa mafanikio yapo rohoni. Mafanikio yanaanzia rohoni. Mafanikio yakitaka kuja yanaanzia rohoni. Na kushindwa kukitaka kuja kunaanzia rohoni. Na vikwazo vikitaka kutokea katika maisha ya mtu vinaanzia rohoni. Kwa hivyo vikianzia rohoni, mtu ambaye haelewi, yakitokea matatizo au yakitokea vikwazo katika maisha yake, anakuwa anajua labda vimeanza leo. No, havijaanza leo. Vilianza kwenye rohoni kwanza. Mipango iko rohoni. Connection zipo rohoni. Connectivity zinaanzia rohoni. Kudisconnect ni rohoni, kuconnect ni rohoni. Kudisconnect ni rohoni,
kuconnect kitu ni rohoni. Kwa hiyo connection zote zinaanzia rohoni, za mafanikio au za kushindwa. Sasa watu wakawa wanasema ndoto 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 ndoto. Sasa leo nimesema nitakuja kuelezea kipengele kimoja tu cha ndoto ambacho mtu anakuwa anaota lakini haelewi, au anaota na jinsi yeye yuko sehemu sio sahihi katika ndoto hiyo, au anaota anakuwa anaogopa, au anaota anakuwa yupo katika masuala fulani anaogopa na kwa muoga. Sasa kipengele cha kwanza ambacho nitakizungumzia leo ni kwamba ndoto, mtu anaota anakimbizwa. Alafu kimbizwa kutoshi, anapaa. Anakimbizwa, alafu akimaliza kukimbia anapaa. Watu wengi wanajua ukiota unakimbizwa na watu wabaya, wale wachawi, wale waganga, au labda wale ni wanga, au labda ni wale watu wa Freemason, Illuminati, wanakuwa naota unakimbizwa alafu unapaa. Mtu anasema labda na mimi ni mchawi, kwa nini nakimbizwa alafu unapaa? Alafu wale hawapai, wewe ndio unapaa. Sasa kama wale hawapai alafu ndio unapaa, ujue wewe tayari kuna connectivity ambayo ipo na wewe katika ulimwengu wa roho. Utambue kwamba kuna connectivity ambayo ipo na wewe ndani ya ulimwengu wa roho, connectivity ya ulinzi wa Mungu, wa kimungu, ulinzi wa kiungu, ulinzi wa kimbingu. Yani unaota unakimbizwa, alafu wanakukaribia kukushika, unapaa juu. Wanakukimbiza, alafu wanakaribia kukushika, unapaa juu. Yani ina maana wewe upo katika ulimwengu wa roho, una nguvu kubwa kuwazidi wao. Kama una nguvu kubwa kuwazidi wao, ina maana mpaka wanakuja watu 3, 4, 5, 6, 7 kikundi cha watu, ina maana wamekushindwa tangia mwanzo. Ila sasa wamebidi waongezeke, na hata pia wakiongezeka bado hawakuwezi. Hata wakikufikia bado tena unapaa, wao unabaki chini. Ina maana wewe una uwezo wa kiroho. Uwezo huo ni uwezo wa kiulinzi ambao Mungu amekujalia ili kusudi uweze kukusaidia katika maisha yako. Sasa tukiangalia katika maandiko mimi siwezi nikaongea tu afu kasema huyu anaongea tu, hapana. Katika maandiko ukisoma kile kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 31, Isaya 40 mstari wa 31 unasema hivi: bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Isaya 40 na mstari ule wa 31. Nitarudia: bali wamngojao Bwana watapata nguvu, bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hawatazimia. Hili ni neno kutoka katika kitabu cha Isaya 40 na mstari ule wa 31. Sasa neno linatudhihirishia wazi kwamba wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Yaani utakuwa na nguvu mpya. Unakuwa na nguvu mpya. Unakuwa na uwezo mpya. Unakuwa na ushindi mpya. Unakuwa na uwezesho mpya wa kupata kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watapaa juu kwa mbawa kama tai. Haya, unaota unapaa juu, wabaya unawakimbia. Unaota unapaa juu, watu wanakukimbiza lakini unapaa unawaacha. Ina maana tayari katika ulimwengu wa roho wewe una connectivity za kimbingu ambazo zinakupa wewe uweza wa kuweza kusogea, kumove na wabaya hawakuwezi.